Yes, leo nitaongelea changamoto ya homa ya ini kwa upande wa madhara. Ni madhara yapi ambayo unaweza kuyapata endapo utakaa na changamoto ya virusi vya homa ya ini kwa muda mrefu? Madhara yafuatayo ni moja ya madhara ambayo yatakutokea wewe ambaye una changamoto ya virusi vya homa ya ini, ambaye unachelewa kuchukua matibabu au unasingizia kwamba huna pesa, unasema ngoja nitafute pesa bila kujali kwamba shida yako inakuwa kwa kiwango gani. Madhara namba moja utakayokutana nayo ya changamoto ya virusi vya homa ya ini, utapata maumivu sehemu ya mbavu kulia au kushoto. Maumivu yatakuwa ni makali sana. Haya maumivu yanatokana na nini? Haya maumivu yanatokana kwamba ini lako limeanza kushambuliwa. Kwa madhara namba moja utakayoyapata, ini litafeli au litajaa mafuta au litapata aina fulani ya ukungu au vimbe itatokea, maana tunasema utapata ugonjwa wa ini. Madhara ya pili utakayoyapata, miguu yako itavimba, itakuwa na maumivu makali sana, uweze kutembea kwa muda mrefu, uweze kufanya shughuli yoyote. Madhara namba tatu, tumbo lako litajaa maji, ambapo ukishafikia hatua hapo unasema kwamba uko kwenye saratani, unaelekea kwenye saratani ya ugonjwa wa homa ya ini. Maana yake unakuwa umeshachelewa kupata matibabu. Au ni madhara ya changamoto ya virusi vya homa ya ini. Lakini madhara mengine makubwa zaidi ni kifo cha ghafla. Maana yake ni kwamba mtu mwenye changamoto ya virusi vya homa ya ini anaweza kujikuta yuko salama leo, lakini baada ya siku mbili ukapoteza maisha, au watu ukajikuta umepoteza maisha, wakabaki sema tulikuwa naye siku ya jana au juzi nilikuwa naye, lakini leo amepoteza maisha. Alikuwa na changamoto gani? Kwa sababu watu wengi pia hatuwezi kushare matatizo yetu na watu wengine. Kwa hiyo unakuta sasa changamoto inakuja kutokea ni kwamba kifo cha ghafla kinaweza katokea kwa sababu unajikuta sasa wewe mfumo wako wa kinga mwili umeshuka zaidi, ini lako limeshambuliwa zaidi. Karibu sana, naweza kuhudumia ndani ya siku 90 pekee utaweza kupona changamoto ya virusi vya homa ya ini kwa kutumia virutubisho ambavyo vitaenda kutatua changamoto hiyo. Asante na karibu sana.